kuna neema nyingi zaidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitujalia, alitugawia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndani ya mwezi wa Ramadhani kulikuwa na neema nyingi sana ambazo tulikuwa tukiishi nazo, lakini neema hizo kwa wale watu ambao walifanya jitihada mbalimbali, basi watakuwa wamewafikiwa katika neema hizo. Watukufu wa Islamu, kuisha kwa mwezi wa Ramadhani sio sababu ya kurudia katika ukenge wetu na unyani wetu. Maisha yetu kabla ya Ramadhani tulikuwaje, na baada ya kuingia Ramadhani tukoje, na leo tutaanza maisha gani? Maisha ya mwezi wa Ramadhani ya kusaidiana na kuhurumiana yanapaswa kuendelea baada ya Ramadhani kuisha. Maisha ya kuzungumza mazungumzo yaliyokuwa mazuri na yenye kufaa yalikuwa ndani ya Ramadhani, na baada ya Ramadhani maneno yale yanatakiwa kuendelea. Ustaarabu na stara mbalimbali tulizokuwa tukiishi nazo ndani ya Ramadhani, baada ya Ramadhani kuisha tunapaswa kuendelea nazo. In ahsantum li anfusikum wa in udtum udna, au ndivyo alivyo. Ukiwa mwema au atakuwa mwema kwako maradufu. Ukirudia machafu au atakukasirikia na atakugeukia mpaka utashangaa. Watukufu wa Islamu, leo hapa tulipo tumegawanyika katika makundi mawili, na ni lazima tuyataje. Kila mmoja ajue yuko wapi kwa sasa na nini afanye. Kundi la kwanza, as-saimuna al-mu'minuna al-maghfuruna lahu. Kundi la kwanza ni kundi ambalo wanaishi katika msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani tayari kuna watu wameshasamehewa dhambi zao zote kabisa, na hayo ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Kama ulifunga kweli kwa imani na kutaraji malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, huyu mtu leo ameshasamehewa. Balaa lililoko ni kwamba tayari tumeshajipanga kufanya compensate, kurejesha msamaha wote ambao tumepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika mwaka mzima tumesamehewa ndani ya siku 30. Leo kuna watu tayari wanataka kufanya compensation, wana compare, yaani wanataka warejeshe ile mizigo yote ambayo tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasamehe katika mwezi mmoja, mizigo ya mwaka mzima. Leo kuna watu tayari wanajipanga katika kwenda kumkorofisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ni kundi la kwanza, ni kundi la watu ambao wameshasamehewa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika kundi hilo. Kundi la pili, al-matruduna min rahmatillahi Subhanahu wa Ta'ala, yani al-ma'ruduna. Leo kuna watu wanaishi katika laana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala leo, na wengine hata hawakufanikiwa kwenda kuswali hili, tayari wameshaingia katika laana ya Allah. Ni watu gani hao? Hawa wamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni yule mtu ambaye tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshamsamehe dhambi zake, lakini leo baada tu ya swala anarejea kule alikotoka, anayarejesha yale aliyoyaacha 29 Shaaban, leo anaenda kuyafanya. Kuna watu wameshajipanga kurudi katika uzinifu tayari, vimada ambao walishawapigia simu na kuwablock katika mwezi 29 Shaaban, leo wanaanza kufungasha mizigo yao, wanarudi kwa wanaume zao. Leo acha hao, wale ambao waliacha glasi zao za pombe walizisahau 29 Shaabani, leo 30 kwa tarehe 1 mwezi huu mpya, tayari wataenda kuzikumbuka glasi zao pale klabu walipokuwa wameziacha. Kadhalika wengine ambao walikuwa wanaruka, na lazima tuwataji wachawi. Leo vibunge vitaanza na
vurugu zitaanza mtaani, kwa sababu tayari Mungu kashaondoka, ambao walikuwa wakimwabudu Ramadhani kashaondoka mpaka mwakani. Leo ukiwa katika ni mwenye kurejea yale ambayo ulikuwa umeyaacha Shaabani 29, wewe unaishi katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa Islamu, siku ya leo ni siku ngumu sana. Cha kwanza unatakiwa kujiuliza, kwa nini kuna takbira nyingi? Kuna takbira katika swala, kuna takbira katika ibada hii ya khutba, lakini pia baada ya hivyo vipindi vya swala vilivyofuata vyote vina takbira. Tujichunge, ni lazima twende kwa mustakbali wa maisha tuliyotoka nayo katika mwezi wa Shaaban. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mimman yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.